Sasa hivi mimi na mmoja. Basi sasa hizi yuko mmoja tu. Ni permanent. Unaweza kumtaja jina? Tafutaje baadaye. Kwa mfano ukipewa nafasi kutoka kwa Diamond, kwa mfano akakwambia funguka chochote unachokihitaji, unaweza kuhitaji nini? Mimi ninachotaka tu ni nikikutana naye nipige naye tu video 3 tu. Tuweke nyimbo yake, Alafu yeye akae hata pembeni. Alafu afanye yeye. Alafu the way mimi ni mkopi pale mbele yake. Hicho ndio kitu ambacho natamani siku moja kitokee. Tukishakutana Tambie Mondi ilikuwa mishi yangu ni hii tu. Yaani hiyo miwani yako kwanza umenunua shilingi ngapi hiyo miwani? Maana hiyo miwani hiyo. Hii miwani bwana. Hii miwani wanayejua hizi miwani gari mguu 3. Mguu 3. Mimi sitaki vikubwa hilo budget. Bwana leo niko na Lawrence Diamond wa low budget. Bwana Lawrence, kwanza watu wanataka fahamu hilo ndo jina lako halisi au kuna jina lingine? Hilo si jina langu halisi ila nilichukua kwa mpiganaji Meleka. Nilikuwa namkubali sana kipindi hicho niko form 4 2018. Nikamwaga nijite Lawrence. Najua wanaefuatilia WWE wananijua. Ila jina langu halisi naitwa Collins Hassan Juma. Collins Hassan Juma. Ni mwenyeji wa wapi wewe? Mimi ni mwenyeji mzaliwa kabisa wa Singida. Ila nikakulia Arusha. Ni Mnyaturu wewe maana yake. Mnyaturu halisi. Nakubali sana. Level yako ya elimu ikoje? Sasa hivi na diploma. Na diploma 2. Na diploma mwaka 2022 nimemaliza record and management. Na sasa hivi diploma ya pili hii naimalizia information technology IT kama unajua. Sio diploma kama unasema labda nimerukaruka, sio yani. Miaka 3 diploma ya NTA level 6 ya record management na NTA level 6 ya IT. Kwa hiyo wewe ni master wa IT kwa lugha fupi. IT na record management. Okay. Sawa, mimi bwana nimeanza kukuona kitambo kidogo kipindi kile Diamond anafanya ule utumbo wake ule na wewe tukaa tunakuona na wewe ndo ukaibukia pale. Kitambo sana, lakini mimi nashangaa Scott Big amewaachaje nyie? Scott Big afu pia kuna video za nyuma sana nilishaimuona anafanya na wewe, yani kwenye akaunti yako yupo mule kabla yeye hatujamjua. Aliwaacha vipi nyie Scott Big? Hiyo ni story tu. Mimi na Scott Big tumejuana hapa Mbeya. Tumekutana chuoni. Yeye alikuwa mwaka wa 3, sisi tuko mwaka wa kwanza. Kwa hiyo the way Scott Big walivumaga na ile challenge yao ya Sherry kama wanaikumbuka, wanashika viuno na katika. Ndio. Mimi nilivuma na style za wasanii kipindi hicho, namgiliza Diamond, namgiliza Julia Lekiba, sio namgiliza nani nikavumaga. Yes. Kwa hiyo tukakubaliana tu kikundi kimoja. Kwa hiyo tulikuwa si kikundi kimoja. Tulikuwa watatu. Maana yake ulikuwa wewe Scott Big na Busy. Wanapenda kuvaa wote. Wale. Kwa hiyo tulikuwa vikundi vya watu watatu. Mimi na Busy tulikuwa level 1 first year. Scott alikuwa kwa hiyo tulivyoshirikiana kila mmoja akaanza kuona yeye anatumia idea zangu, mimi natumia idea zake. Tukamfanya tu ni group moja. Kwa hiyo Scott Big akaja akamaliza chuo. Kuna mpuzi mmoja pia anaitwa Vesta. Huyu naye huyo tulimuingiza mwaka jana hivi kabla watu wengine hawajamaliza chuo. Tuliingiza mwaka jana yeye akamaliza pia. Kwa hivyo vile Scott Big akaamua unajua ukiwa nyumbani una chance nyingi ya kufanya vitu, unajua? Sisi huko chuoni paka assignment kazi nini ndio maana zinatokea. Kazi zetu zinakuwa zingine tufanye paka turudi nyumbani hivyo. Kwa hiyo kwa maana hiyo Scott Big yeye amewaacha kwa sababu yeye amewahi kumaliza chuo. Alafu nyie bado mnaendelea na chuo. Tunaendelea. Hapo ndo gap lilitokea maana sisi mpaka tumalize tupate likizo tupige kazi.
Piga kazi nyingi ili tukirudi tunatulia tena kwenda sio purukushani nini. Kwa mpaka turudi tena ila Scott Big kila siku day hivyo ka. Unaelewa? Hivyo wakapush kidogo. Lakini kutokana na hiki mnachokifanya mafanikio yakoje? Mafanikio ni mengi tu. Kama hii toka tumeanza kufanya mpaka tunamaliza. Mafanikio ni mengi, makampuni mbalimbali tumefanya nao kazi ya betting mengi. Siwezi kuyataja ila ni mengi tumefanya nao kazi kwa akaunti zangu na hisi wanaona. Tumefanya kazi na mabiashara ya watu mbalimbali hapa Mbeya na sehemu zingine mbalimbali Dar na pengine. Tumefanya hata kuinua sehemu mbalimbali ambazo tupo sisi za chuo nini kuzitangaza. Tumetangaza na wametuweka credit fulani ya kutangaza kitu fulani na bado wanatulipa. Kwa mafanikio kiasi cha mafanikio tumekifikia ila kile tunachokitaka sisi bado hajafikia. Chuo unasoma chuo gani? Kiko wapi? Nasoma chuo kinaitwa Teofilo Kisanji, kipo Mbeya. Mbeya town kabisa hapo. Umesema mafanikio mnayoyataka sio hayo mliowahi kuyapata. Unataka mafanikio ya design ipi? Nataka mafanikio mimi nataka niwe tu influencer mkubwa wa hiki kitu changu ninachokifanya. So kama kuwainua watu wengine niweze kupata hela zangu binafsi na niweze kujitegemea zaidi na zaidi kupitia kazi yangu ninayoifanya. Na sio kwa vitu vidogo labda kupata hela ndogo ambayo naweza kushinda kuendesha maisha, lakini nipate kitu ambacho najua nitakifanya permanent kwa ajili ya maisha yangu baadaye. Kwa ujumla kuanzia ulipoanza mpaka sasa kazi yako inaweza kuendesha maisha yako kiujumla? Kwa kiasi kidogo sana. Sema labda kwa mahitaji mbalimbali hivi. Labda kununulia, niseme tu ni hela niliyoipata sasa hivi. Sio kuendesha maisha kabisa. Sio kuendesha labda kutumia tu kwa matumizi tu. Sawa. Hiki unachokifanya chuoni wanakuchukuliaje? Chuoni cha kwanza mimi chuoni wananiogopa. Wanakuogopa. Kwa nini wanakuogopa? Kwa nini? Wakiniona wanaona kama mimi sio mwenzao. Wanaona kama vile sijui ni mtu mwingine difa sana. Kwa kinionaga wananiogopaga wananichukulia kama mtu fulani difa na wao. Hivyo kwa tunakuwa kidogo. Hakuna wanao kuchukulia mpuuzi kweli. Wako. Tunapigana sana, wako wengi sana. Kwa ndo inakuwaga hivyo ziko tu wako watu kupenda, watu kuchukia, watu kubali, watu ambao watu kuogopa. Kwa watu wengi sana. Hivyo tu. Watoto wa kike wanasemaje chuoni huko? Chuoni ila mimi nimeji kafanya away na wao. Kwa tofauti kidogo. Hata kama wakileta shobo na wafanya kama marafiki. Lakini shobo zipo. Shobo zipo nyingi. Kwa hiyo wafika sio unajua zile watu kutaka kuwa karibu na wewe sana nini. Ila mimi sipendaji sana kuwa karibu sana na mtu. Maana sometimes baadaye inakuja kuwa shida hapo. Wako wakileta shobo na make kidogo distance ile unawabalansia shobo zao. Maana ukiweka sana wasichana mbele kidogo heshima yako baadaye inakuja kushuka. Kwa hiyo sahi. Lakini watu wanaku-DM, najua hiyo. Kuna mtoto wa kike alishawahi kuku-DM akafunguka direct kwamba oya mimi nimekuelewa? Sio tu ukiwa unafanya vitu kama hivi hivyo utakutana nazo sana. Wewe ushakutana nazo nyingi. Unakutana na message nyingi. Sasa sometimes wewe unakuwa unachagua mtu ambaye ana profit, labda anakutafuta kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya nini. Kwa labda mwingine leo nataka nitoke naye, leo sijui nini, na leo nataka tufanye fulani. Hizo unazifanya kama nini? Unazipisha tu. Hizo ziko nyingi. Ukisema uanze kujibu eti pap kwa shida. Kwa hiyo wewe unaangalia wale ambao kidogo wana make profit yako unaitaka. Hivyo tu. Okay, kuna star yoyote alishawahi kukutafuta akitaka mahusiano na wewe? Kwa star mkubwa sana no. Lakini kwa ajili ya mimi nadhani yupo kwa sababu umejifikiria sana. Hamna ila
kukubali kazi zangu, kulike, kucomment ni wana comment, lakini kwa ni star gani ambaye yani ukiposti yani wa kwanza kulike? Star ambaye nikiposti ni ya kwanza kulike. Likes kazi zangu. Kuna Stokiz mwingine, kuna Stanley Lewis anaitwa, ni producer wa Wasafi. Napenda kulike kazi zangu sana, na ma superstar wengi, ila leo akalike hii, kesho asilike hii, akalike wengi tu hivyo tu. Sahihi. Una mke? Ni bado hauna mke? Sina mke, natarajia kuwa na mke. Kwa nini utarajia kuwa na mke? Mpaka yani mimi nahisi paka malengo yangu kidogo yakishafika, lakini bado na wastarajie. Kwa mfano akatokea mwanamke sasa, yeye anataka akuwezeshe kila kitu, wewe unasema maisha bado, yeye ana kila kitu. Sasa wewe unachomoka uchomoki? Kwa kuwa mke kabisa asiwezi kubali, yani siwezi sasa hivi kwa kuwa mke kabisa sasa hivi kila labda aseme role nataka tufanye project fulani, ni kupush kwa namna fulani. Hapo kweli hapo tutaingia kikali zaidi, au mengine atakujaga baadaye. Kwenye masuala ya upenzi hapo wewe unapapinga sana. Hebu kwanza mimi ngoja nikuulize swali moja. Hivi wewe ushaikuwa na wapenzi wangapi? Yaani kwanza ulivyoanza mpaka leo hii. Kama hujui idadi hata makadirio tu. Kwa hilo swala mimi. Au nataka nikuachanishe? Hilo swala nina sasa niseme tu kweli. Hayo ya mbali achane tu ya mbali, ila sasa hivi mimi na mmoja. Basi sasa hizi yuko mmoja tu. Ni permanent. Unaweza kumtaja jina? Tafutaje baadaye. Wewe umefocus zaidi Bongo, si ndio? Kwa nini umefocus zaidi Bongo? Sio Bongo tu. Yaani nilifocus Bongo. Alafu kidogo hapa katikati nikakimbilia kidogo kwa Wahindi, alafu nikarudi Bongo. Nilifocus Bongo kwanza ili nichukue kwanza fans wa Bongo na yani wanajua Kiswahili kwanza. Kama Kenya, Tanzania na Rwanda, Burundi. Yani nilifocus kwa hiyo. Alafu wezi amini. So kama nimefocus Bongo, nafanya content zangu, lakini 78% ya watu wananifuatilia nikienda kuangalia kwenye analytics zangu. Naona ni Kenya ndo namba 1 nifuatilia. Kenya ndo nakufuatilia zaidi kuliko Tanzania. 78% ni wa Kenya. Ndio maana wengi sana wanajua mimi ni Mkenya. Yaani DM nyingi za Wakenya. Alafu wa pili ni Wakongo. Yaani Wakongo ndo wengi. Tanzania yuko nafasi ya 3. Kwa hiyo mimi naona kama vile sana na deal sana na watu wa Kiswahili. Na DM nyingi ni Kenya, Kongo, Tanzania. Yaani Tanzania ni chache sana, ila hao ndo wanakuwa wengi. Kuna bwana mmoja anaitwa Zayo. Ulishai kumuona kwenye mitandao humo? Na yeye ni Michael Jackson fulani wa kuunga hivi. Ni Michael Jackson fulani hivi, pia akatoa na 6ix9ine. Nimechungulia, nimemuona. Ataza 6ix9ine. Kazi zake unakubali ukubali? Zayo. Nakubali, nayo kwenye content anajitahidi. Lakini Zayo tunaona kama amefocus zaidi kimataifa hivi. Unafikiri kuna faida ya yeye kwa sasa kufocus kimataifa kuliko Bongo? Kuna faida. Yaani ukifocus na mataifa, endorsement kidogo zinakuja ukija kupata endorsement kidogo zinakuja kuwa kubwa. Watu wa nje kidogo anaga, yaani wakisha kuona kipaji kipuzi, unaelewa? Wakishaona kidogo umepata kidogo wanajipa. Yaani hapo wanashikilia hapo hata kama kupa endorsement ikiwa hela kidogo. Labda wamekupa hata milioni 2. Hapo ndio hela kidogo. Yaani unaona huyu tumempa kidogo, tumemuonea kidogo. Ifa na Bongo. Mimi ndo naona nzuri. Sasa Bwana Lawrence, hiyo miwani yako kwanza umenunua shilingi ngapi hiyo miwani? Maana hiyo miwani hiyo. Hii miwani bwana. Hii miwani wanayejua hizi miwani gari mkuu 3.
Mimi sitaki vikubwa, ile budget kama unaojua, sitaki vikubwa. Wewe low budget kabisa, buku tatu tu unapata hii miwani. Na hii solo ya kwanza kama mshaangaliaga, unakuta sijui ya zambarau, unakuta hii, unakuta fulani kama nyeusi nyingine unakuta haifunguki mara mbili. Kwa hiyo ndio hivyo kweli kama. Hebu fungue kwanza tuone. Hii macho manne wanaitaga hii. Macho manne. Sawa. Macho 1 2 3 4. Hivyo tu. Sahihi. Kuna star yoyote ambaye ulishawahi kufanya nyimbo yake na akakucheki kusema na wewe chochote? Hapo siwezi kusema kama ambaye nafanyaga naye kazi nyingi sana, nazifanyaga za Diamond Platnumz. Siwezi sema kuwa labda sijui labda waoni sijui labda vipi, na maana wananiposti kwenye Wasafi page zao kila siku, WCB official page wananiposti. Superstar wengine wa WCB pale wananiposti, wananiweka story, yani kwa mimi siwezi sema kama wazioni au wazioni, ila wengi hawatambui kama mimi niko Bongo. Wanajua kama mimi ni Bongo, wanajua mimi ni Mkenya. Kwa wengi wanaonaga ukira wa bro ukijaga, ila kitu kimoja kingine ambacho naona kama kinakwamisha kitu fulani hivi. Wengi unakuta mtu anakutafuta hata kama ni producer au labda ni mtu wa kipindi fulani, anakuuliza samani roli, upo da? Ukamwambia sipo da. Anambia basi sawa, ungekuwa da ungekuja sehemu fulani tukufanyie kitu fulani, umeona? Kwa hiyo kidogo kana masomo yangu pia kwamisha kidogo. Ni kitu gani kwa mfano ukipewa nafasi kutoka kwa Diamond utakihitaji? Kwa mfano akakwambia funguka chochote unachokihitaji, unaweza kuhitaji nini? Mimi ninachotaka tu ni nikikutana naye nipige naye tu video 3 tu, sio za nyimbo. Kwa hiyo hizo video unataka upige na Diamond video 3 za low budget au za nini? Mbake siku tuweke nyimbo yake, nyimbo yake afu yeye akae hata pembeni, afu afanye yeye, afu the way mimi ni mkopi pale mbele yake. Hicho ndio kitu ambacho natamani siku moja kitokee. Nishakutana pa tambie Mondi, ilikuwa mishi yangu ni hii tu, yani atukishapiga zile ni basi tu mimi najua safi, moyo wangu utakuwa tu pia umesema sawazika basi. Unahisi kuna kitu gani kinakosekana kwenye sanaa yako? Time ni mimi kwangu time inakosekana. Hauhitaji labda support ya pesa, kupostiwa, kufanyaje nini? Hizo supporta huwa napata sana. Yaani nikishatoka hapa, nikienda tu nyumbani. Nikianza kupiga kazi maana nikienda nyumbani ni back to back. Nikianza tu kupiga tu back. Nyumbani unako kuzungumzia ni Singida? Nataka Singida. Nikishaenda Singida nikaanza kupiga back to back. Mimi kwanza nikianza tu nyumbani, nikifika tu pap video 6 zijafika mimi viewers milioni plus. Yaani mimi kwangu wale kawaida. Yaani mimi waga sionaje ajabu, napiga leo milioni plus, kesho milioni 3. Nashangaa tu kina Bongo Trending, kina nani, kina Marimu Nyesi, nani Twitter wapi wameniposti sticker. Kwa hiyo mimi naonaga hizo kupostiwa, ndio maana mimi ninaanza kazi nikapataga followers haraka.